Nakupa ushauri wa bure ndugu yangu. Ukitaka kuwa na maisha yako mazuri, fanya yafuatayo. Cha kwanza, hakikisha unakuwa na afya bora. Yaani kwa maana kwamba uepuke sana magonjwa. Chochote ambacho kinaweza kuletea magonjwa, naomba ukiepuke. Fanya mazoezi. Angalau jioni, kufika za mida jioni saa 1 saa 2, pasha kidogo, stretching za viungo. Yaweka vizuri, utoke jasho kidogo, ufungue ngozi. Yes. Hapo utapata afya njema. Lakini kingine, jitahidi sana kulala. Yaani ukipata nafasi lala, asi hamna kitu kizuri duniani kama usingizi. Usingizi kitu bora sana. Wale wanaojua kulala wanaweza kama mashahidi. Lala, piga zako usingizi. Kitu kingine, wasamehe watu waliokosea. Kila aliyekosea msamehe, afu ashumu kwamba hamna kilichotokea, afu move on. Wasamehe watu waliokosea. Usiweke vinyongo mwilini. Ukiweka vinyongo mwilini utapata shida sana. Ukiweka kinyongo unatengeneza sumu. Nadhani mnafahamu kiungo kinachoitwa nyongo mwilini, cha uchungu sana. Kwa hiyo ukiweka kinyongo, maana yake unaweka uchungu mwilini mwako. Kwa utakuwa mtu ambaye hauna raha, una uchungu tu mwilini. So wasamehe ukosea na usiweke vinyongo mwilini. Alafu kingine, acha kufuatilia mambo ya watu. Yaani kama kitu kikuhusu, achana nacho. Fanya ambavyo vinakuhusu, ambavyo ni vya kwako, vinavyokuhusu vifanye. Alafu fanya pale ambapo unaweza, usifanye zaidi ya uwezo wako. Utakuwa unajila na kujidamage. Sisi miili yetu hii ina limit ya nguvu. Unapozidisha pale, maana yake unafanya kwenye credit, unakopa. Kwa ukishakopa, mwisho wa siku inawezekana ukashindwa kulipa. Kwa hiyo mwili utabaki na deni. Mwisho wa siku afya yako inakuwa mbaya, unaishi vibaya, maana uzee unasikia mgongo unauma, mifupa inapasua. Ulijila sana kwa kijana, ulifanya zaidi ya uwezo wako kwa kuwaza na kwa kufanya. Kwa ufanye kile ambacho kinawezekana, fanya kidogo, alafu rizike. Usifanye kitu ambacho kipo juu ya uwezo wako. Unaelewa? Alafu unakuwa na mtu wa kuridhika. Yaani wewe rizika. Unachokipata Mungu alichokujalia, unamshukuru Mungu. So unatokea urizike, upate amani ya moyo. Ukishapata riziki, mshukuru Mungu. Ukikosa pia mshukuru Mungu, kwa sababu una uhai. Kwa hiyo unatokea utengeneze amani ya moyo kwa kuridhika na ulichokuwa nacho. Usiangalie fulani kafanyaje. Watu wengi tunapata shida kwa kuangalia wenzetu, classmates, tuliosoma nao, sio our age mate ambao tunalingana. Mbona jamaa kafanikiwa? Mbona jamaa kapata vitu vingi? Mbona jamaa ananizidi? Achana navyo. Usipatie maisha ya watu, utakuwa na maisha mazuri. Lakini kingine, mwisho wa siku, mimi nafikiri kuwa na gari ni changamoto. Ni kama mtu mmoja alisema kwamba kama naweza nikapata maziwa, naweza nikapata nyama, kwa nini nifuge ng'ombe? Yaani kwa nini ng'ombe lazima umtafutie majani, akiumwa umtibie, si utafute mfanyakazi? Vyote hivyo ni vya nini? Ingia zako dukani, nunua zako nyama, nunua zako maziwa, kaa chini kunywa, enjoy tani yako. Kwa hiyo unaweza kulinganisha na vitu na maisha ya kawaida. Gari, usafiri ni shida, ufikirie gereji, ufikirie spare, ufikirie. Hivi mshawahi kufikiria shida anayopata dereva akiwa anaendesha gari?